Ikawa siku moja alipokuwa akiwafundisha watu hekaluni na kuihubiri habari njema, wakuu wa makuhani na waandishi pamoja na wazee walimtokea ghafla, wakamwambia wakisema, tuambie, unatenda mambo haya kwa mamlaka gani? Tena ni nani aliyokupa mamlaka hii? Akajibu akawaambia, nami nitauliza nyinyi neno moja, niambieni, ubatizo wa Yohana, je, ulitoka mbinguni au kwa wanadamu? Wakahojiana wao kwa wao, wakasema, kama tukisema ulitoka mbinguni, atasema basi mbona hamkumwamini? Na tukisema ulitoka kwa wanadamu, watu wote watatupiga kwa mawe, kwa kuwa wamemkubali Yohana kuwa ni nabii. Wakajibu kwamba hatujui ulikotoka. Yesu akawaambia, wala mimi sitawaambieni nyinyi ni kwa mamlaka gani natenda mambo haya. Akaanza kuambia watu mfano. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, akaenda akakaa katika nchi nyingine muda mrefu. Na wakati wa mavuno alituma mtume wake kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfukuza mikono mitupu. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyo naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Akamtuma na watatu, huyo naye wakamtia jeraha, wakamtupa nje. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yamkini watamheshimu yeye. Lakini wale wakulima walipomwona, walishauriana wao kwa wao, wakisema, huyo ndiye mlisi, haya na tumue ili ulisi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje? Atakuja na kuangamiza wale wakulima, na lile shamba la mizabibu atawapa wengine. Waliposikia haya walisema, hasha, yasitukie haya. Akawakazia macho akasema, maana yake ni nini basi neno hili lililoandikwa, jiwe lililokataliwa na waashi, hilo limekuwa jiwe kula pembeni? Kila mtu angukaye juu ya jiwe hilo atavunjika vunjika, na yeyote ambaye litamwangukia litamsaga kabisa. Na waandishi na wakuu wa makuhani walitafuta kumkamata saa hiyo hiyo, wakaogopa watu, maana walitambua kwamba mfano huu amewanenewa wao. Wakamvizia, wakatuma wapelelezi waliojifanya kuwa watu wa haki ili wamnasi kwa maneno yake, wapate kumtia katika enzi na mamlaka ya liwali. Wakamuuliza wakisema, mwalimu, twajua ya kwamba wasema na kufundisha aliyo ya haki, wala hujali cheo cha mtu, bali wafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Je, ni halali tumpe Kaisari kodi au sivyo? Lakini yeye alitambua hila yao, akawaambia, nionyesheni dinari ina sura na anwani ya nani? Wakamjibu, ya Kaisari. Akawaambia, basi vya Kaisari mpeni Kaisari, na vya Mungu mpeni Mungu. Wala hawakuweza kumshtaki kwa maneno yake mbele ya watu. Wakastaajabu majibu yake, wakanyamaza. Wow. Naona msako jamani, watu wa Mungu. Kama waliweza kumtendea Yesu hii, si zaidi wewe? Ndio maana Yesu anasema ya kwamba tuwe na busara kama nyoka, tuwe na akili kama nyoka, na mpole kama njiwa. Tujifunze kwa hapa ya kwamba si kila mtu kwambia neno anataka ujibu neno lake. Kuna maneno ya mitego na uwezi ukaona kwa akili zako, inabidi uliruhusu neno la Mungu liwe kiungo muhimu, kwa maana neno la Mungu ni taa miguu yako na mwanga njia yako.